wanaondoka vijana wetu hapa wanakwenda ng'ambo, na wanakwenda wengine kwa namna za refugees, yani wao ni wakimbizi wa kisiasa. Tazameni mambo hayo, wakifuatiacho si chenginecho isipokuwa maisha bora wanavyoona wenyewe. Itazameni London ilivyo. Hivi kweli imeelekea kwa Muingereza alotawala miji yetu miaka kwa miaka? Imeelekea Muingereza umdanganye wewe, uchukue pasipoti ya Kisomali, wewe ni Msomali, halikuwa ni mtu wa Mwambao wa Mombasa au kwetu kule Zanzibar, lugha yako, lafdhi yako. Hivi kweli Muingereza utamcheza, utampiga chenga wewe? Halafu akukubalie basi nimeridhika kwamba wewe Msomali ndio wewe, akukubali aridhike na wewe kwa urahisi kabisa. Halafu akuweke pale, awe anakulipa pesa pale kwa ajili ya matumizi yako mpaka upate kazi. Isitoshe, halafu baadaye wewe ushapata kazi pale, uko pale naishi pale, hakuingilii kabisa. Matokeo yake ni kwamba kitakiwacho bwana, wewe mwenyewe kwanza uharibiwe dini yako pale, na utakacho kuja kukizaa utakuwa huna haki nacho. Akitaka kula nguruwe huwezi kumkontrol mtoto wako mwenyewe. Na kwa hivyo kapewa nambari za polisi. Jamani, mtoto wetu wa Kiislamu anakuja na boyfriend wake, itabidi umtwii. Wewe lako ni kusema sam'an wa ta'an, nimekusikia binti yangu na nimekutwii, vinginevyo itakufika balaa kubwa sana. Enyi ndugu waumini, basi kama mtakwenda huko, ende mtu kwa lengo la kuwaokoa wale waislamu wenzio loko kule jamaa, akafungue angalau kijidarasa kule. Watu wamezama huko jamaa. Anakuondokea mtu msikitini, muadhini na imamu, anakwenda kule miezi miwili haifiki, kesha vasu alikipanda tembea nayo na vidani shingoni, na tayari anapiga brown sugar. Wakati ninaondoka Zanzibar ninakuja Mombasa juzi, Ijumaa ya mwisho ambayo ninaizungumza msikitini kabla ya kuondoka Jumamosi yake 21, Ijumaa yake nilipata ombi kutoka kwa mama mmoja, tafadhali maalim, katika Ijumaa leo nendeni mkaniombee dua waislamu msikitini, Mwenyezi Mungu huja akakubali dua zenu kwa wingi. Dhiki yangu nilio nayo ni nini? Na mwanangu yuko ng'ambo. Mwanangu huyu ananipenda sana, mwanangu huyu tunasikizana sana, mwanangu huyu ndo roho yangu, ananisaidia kila mwezi, ananipa kitu, maisha yangu namtegemea yeye. Nashangaa imepita miezi miwili mitatu mpaka 6 haliti kitu. Kaja mtu hakuja na hata peremende ile pipi kwa ajili ya watoto. Nikamuuliza, fulani hajakupa hata pipi ya watoto safari hii? Yule mjumbe yule alitaka kumficha ficha, kwa haina haja kumficha ficha. Akamwambia, sikiliza mwanao, hivi sasa wachilia mbali pipi ya watoto, yeye mwenyewe hajijui roho yake ataweka wapi. Kesha kuwa kwenye arosto, yani hana maana, hana akili, yuko na denda linamtoka kainama, si wa kuwaza lolote, si wa kupewa mke. Na sasa mama, sahau habari ya mwanao kishaangamia hivi sasa. Hii ndiyo namna yenyewe. Na kosa letu liko wapi? Kosa letu kwenye foundation, kwenye usra, kwenye familia. Pale tumekosea sana pale sisi. Hatujatoa kipaumbele kwenye dini zaidi, tumetoa kipaumbele katika mambo ya kidunia, malimwengu tu.